Uambie Mungu ati ulifanya nini duniani? Ulipia watoto wetu wheelbarrow. Mimi najua utaambiwa enda motoni wa milele. Because that is to me. Wala ambao mjajua Kalembe mimi ni engineer lakini sina mabarua. Kazi yangu ni kujenga. Na hakuna siku moja mtu anakujanga kwa mjengo akitaka kibarua anakuja na wheelbarrow. Ananipatanga nayo. Kwa mwenye kujengewa ndio ananunuanga wheelbarrow. Fundi anakuja na kabilo. Lakini kitu kingine naitwa lebo, ni mwese lebo. Ita wa mbao laini. Na hili kaweani. Na ya mwisho viongozi. Tukianza na Ruto. Wewe ukituma watu wako waende watusi Mama Ngina, Sudi ambao wako na mdomo kama ya mwewe. Na nikisema mwewe hapa kanisani sio vibaya kusema, ni mfano. Hata Yesu alisema mbi wenu biwaliwe ni ba. Usitu Yesu waneni. Kwa hivyo hakuna maana ya ngeno kwenda kutusi Mama Ngina. Na juzi mnarukia Kalonzo Musyoka. Na waambia mkija Ukambani, sisi Wakamba tunakuanga na heshima. Kwanza sisi Wakamba tulikaa na Moi, tukatingisha mpaka Moi akaritaya. Hiyo ni heshima ya Wakamba. Wakamba ndio watu walichunga Moi. The first mkuu wa majeshi wa kwanza alikuwa nani? Ndolo. Mkuu wa majeshi mwingine alikuwa Mulinge. Walipea Moi heshima. Kwa hivyo wewe Ruto tupee heshima. Na usipotupea heshima, mimi Kalemedile mimi si mchache na iendea kwako na niokote. Na usisahau tunakujua sana. Juzi tulikuwa Nyeri na Kalonzo. Watu wakaanza kutupigia kelele, vijana amepea pesa pale. Niliita mzee nikamuuliza, wewe mzee, kwani huyu hapo kwa gari juu ni nani? Akaniambia, Kalembe wewe usijifanye huyu ni Kalonzo. Si mko pamoja? Nikamwambia, nikamwambia mbona mnapiga kelele? Nilikuwa nafikiria ni Ruto mnapigia kelele kwa sababu yeye ndiye alichukua mtoto akatupa kanisani. Kwani mmesahau? You know the truth must be told. Ile vita yote ilipigana kule, wale watu walipona ni wale watu walienda Ujaluoni. Wajaluo hawakuwa watu. Lakini kule Nandi watu waliuawa, watu walipokonywa mashamba. Wewe Ruto akapokonya mzee anaitwa Mukeshi shamba, mpaka huyu mzee juzi amekufa. Kwa nini unajifanya sisi wewe ni mjuaji ambao hujui? Na mimi Kalembe siogopi mtu yoyote. Namwambia Ruto akija Ukambani kwanza akuje na pesa ya Kakindu Motors 300 milioni ile alikula. Na saa hii mtoto wake anaendanga kotini kwa hiyo kesi. Kwa hivyo muombee Kenya. Unajua mimi nilikuwa na chama ilikuwa inaitwa Tip Amani Kenya. Pia akaniibia. Mahali tunaelekea ni Mungu tu atuonee huruma. Atuonee huruma. Kwa sababu mnaona yale ambao yameendelea. Nyinyi wenyewe umesikia juzi kuna mzee ambao alikuwa amefungwa maisha. Na alikuwa amefunzwa maisha kwa sababu ya mama bibi yake kukochi watoto. Wakasingizia baba yao. Na huyu baba akaenda akafungwa maisha. Na bahati mzuri mtoto alikuwa mdogo, wakati amekuwa akaanza kuulizia baba yake. Na mwisho aliambiwa, ala, hukujua baba yako hako jela maisha, na ni kwa sababu yale maneno ulisema kotini. Na mtoto akatafuta watu wa media na ninawashukuru. Akaenda akaeleza vile lienda. Na baadaye hiyo habari ikaenea kila mahali. Na hata huyo mzee akiwa jela akaapili. Na juzi ameachiliwa kabisa na koti. Na akaambiwa hakuna kesi ingine. Lakini kabla hiyo alikuwa amemaliza miaka 9 kule korokoroni kotini Kamiti. Na si mahali pazuri. Na hiyo yote ni coaching. Na niwaambie coaching, Biblia inatuambia haikuanza na hao watoto. Kuna mama alikochi msichana yake mpaka akasababisha kifo cha Joana Mpatizaji. Amen.
ndikalembe kona kwa watoto ikamutabanya weka lembe kibeti chaku titacha yes nacho kithi no wenda nikata yeah aiwe the ano ikoso nini oya kuthino na kuthino ya kanisa nake ni wa Biblia yuko saliu tinene muno kana tiwende na kwa u nyene kala nake director wa Tanathi ti body ni mwe na tumefanya kazi